Naam, ikiwa tarehe 31 siku ya mwisho mwezi Machi mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza na aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga ambaye amejitokeza na kusema kwamba anaendelea kufanya mazungumzo miongoni mwa Wakenya ili kujua kama mwaka wa 2027 atawania kiti cha urais nchini Kenya. Maraga pia amesema kwamba yeye si kibaraka wa serikali. Fit people, honest people to deliver a free and fair election. We are talking, I told you, we are talking with people. It is at the end of the day, you know, the choice is the people's choice. If you ask me, I will tell you. I mean, I'm the right one. The other one will also say it's the right one. At the end of the day, it is the people who will decide. Just relax, wait. I mean, in due course, you will make up your mind yourself whether or not I'm a state project. Na waumini wa dini ya Kiislamu wamekusanyika katika maeneo tofauti, nyanja na misikiti tofauti kusherekea siku ya kumaliza mfungo wa Ramadhan, siku ambayo wanaijua kama Eid al-Fitr, wakati ambapo waumini hao wameombea amani ama wameomba amani miongoni mwa mataifa tofauti huku nchini Kenya, baadhi ya viongozi wa Islamu wakiomba kusaidia wale ambao hawana na vile vile wakiomba amani miongoni mwa Wakenya. Kila mmoja Mombasa, Kenya kwa jumla, Eid Mubarak. Na tukumbuke tu wale ambao kwamba wasiojiweza katika siku kama hizi. Tukumbuke wale ambao kwamba hawajabarikiwa. Wewe kiona hauna gari, ujue kuna mwingine hana ile baskeli uliko nao. Ikiwa wewe unalia ya kwa hauna baskeli, kuna mwingine ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba akawa pengine mguu wake hauko sawa kuweza kutembea. Kwa hivyo kila mmoja akumbuke ya kwa amebarikiwa kwa njia moja ama nyingine. Na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amejitokeza na kuitetea serikali ya Kenya Kwanza, akisema kwamba itakuwa vigumu kwa wale ambao ni wapinzani wa serikali kutua kiti cha uongozi wa urais mwaka wa 2027. Ina maana kwamba itakuwa vigumu kumtoa afisini Rais William Samoei Ruto kwa sababu ya ushirikiano wa hivi punde kati ya Rais Ruto na Raila Odinga. Nasema kama Musalia, mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda mrefu na nimechunguza, na mimi nataka niwaambie itakuwa vigumu sana kumshinda Mheshimiwa William Ruto 2027. Haya maneno yote yakiwa pale, ni haki ya watu kuzungumza, lakini nataka niwaambie itakuwa vigumu sana. Wameshikana kwa serikali ya broad based. Ati sasa utaenda huko Na tukimalizia ni kwamba wakati ambapo Rais William Samoei Ruto anaendelea kujiandaa katika ziara ya siku 5 eneo la Mlima Kenya baada ya miezi kadhaa ya kutoonekana katika eneo lile baada ya kumtoa aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, viongozi wa madini na dini tofauti kutoka eneo la Mlima Kenya wamehimiza vijana kwa watulivu wakati rais anazuru eneo hilo, huku pia rais akitarajiwa leo kuhudhuria ama kufanya mahojiano na baadhi ya vituo vya redio kutoka eneo hilo la Mlima Kenya, wakati ziara hiyo inaanza rasmi kesho tarehe mosi mwezi Aprili. Ambao wanatokea watokee, kute rais, waende wamwambie rais wetu tunakataka hii na hii. Nao viongozi wote ambao tulichagua, ni vizuri, unajua rais anaongoza watu zaidi ya milioni 50, na kama anaongoza watu zaidi ya milioni 50, kuna jukumu ya kumkumbusha. Kama kuna jambo alisema, hii barabara nitaweka, hii kazi nitafanya, ni kazi ya mbunge kumkumbusha na viongozi ambao tulichagua. Na yale ambao yalisemwa na kiongozi wa jeshi, alisema vizuri ya kwamba kazi ya jeshi ni kulinda constitution, wakiwa pia na kiongozi wa ujasusi, kazi yao ni kulinda constitution. Kwa hivyo wakati ambapo tunapiga kelele Ruto must go, tunamvunjia heshima yake kama kiongozi.
Na taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa hata kupasha. Mimi ni Videlis Moshoka, lakini kumbuka kwamba jana kulikuwa na kipute kati ya timu ya Shabana na timu ya Murang'a Seal ambayo ilionyeshwa kivumbi. Timu ya Shabana iliwapiga mabao 3-0 katika uga ule wa Gusii Stadium. Pia nitakuwa nakupa ratiba kati ya mechi zichazo. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba serikali ya Kenya imepanga kusambaza mitungi ya gesi ya LPG kwa nyumba zenye kipato cha chini kupitia wauzaji mafuta walio na leseni. Kampuni ya Britam haitalipa gawio lake licha ya kuandikisha faida ya bilioni 5. Hii ni kutokana na hasara iliyolimbikizwa. Kulingana na mkurugenzi mtendaji Tom Githogo, amesema kwamba lazima kampuni hiyo iondoe hasara kabla ya kufikiria mgawio. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe ameagiza basi maduka yote ya nafaka ukipenda National Cereal Produce Board kujiandaa kwa mavuno mengi zaidi. Hii ni baada ya wakulima wengi kupokea mbolea iliyowasaidia walipokuwa wanapanda pale. Kulingana na waziri huyo ni kwamba wakulima wengi walipata mbolea nyingi huku wakitoa magunia 180 kila siku. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.